Hi, mimi naitwa Itika Kanyelela, ni mkurugenzi wa kampuni ya Elpis Company Limited, maarufu kama Elpis Catering, na tunajihusisha na biashara ya chakula. Na imekuwa nzuri sana kwetu, na sasa ni mwaka wa 4 tangu tuwe rasmi kama wafanya biashara kwenye biashara ya chakula. Tumeingia mwaka wa 4 sasa, japo ni kama miaka 5 tangu tuanze kufanya kidogo kidogo. Imekuwa nzuri, lakini kama kawaida jambo jema lina ups and downs. So kuna maeneo ambayo tumekuwa tukianguka, lakini pia tukinyanyuka, ila tumedumu katika biashara ya chakula kwa miaka 4 sasa. Na niseme tumenyanyuka katika yepi, naweza nikapenda kuzungumza kwanza tumenyanyuka katika yepi. Soko limekuwa lina mambo mengi, tunasema the market is so saturated, kwa maana ya kwamba wafanya biashara kwenye kitengo cha chakula tumekuwa wengi, ni wengi sana. Na ili uweze kufanya kitu cha tofauti, angalau uchague jambo lako la tofauti na uweze kuishi humo ili ufanye katika hilo. Na sisi tuliamua, tukaona kuna opportunity sana kwenye soko la corporate ama maofisini. Tulianza zaidi na huko, so tulijikita kama watu wa huduma kwenye level za ofisi, tukihakikisha tunapeleka mlo kamili. Na sasa hivi watu hawapendi milo ambayo sio mlo kamili, kwa sababu wanajali kupunguza kilo, lakini pia wanajali kutokuongezeka matumbo. So tuliona hiyo kwetu ni nafasi kubwa sana. Lakini pia tukagundua kuna nafasi kwenye mashughuli na social activities. Huku kwenye shughuli tukaona kwamba sana chakula fresh, na sisi tukaamua kwamba tukitoa huduma zetu kwenye harusi ama kwenye kipaimara ama kwenye jambo lolote, lazima tulete chakula ambacho ni fresh. Na hiyo imekuwa kwetu ikitupatia points zaidi na kuongeza wigo wetu katika safari ya catering services. Nafuraha sana kuhusiana na hii tuzo ambayo tuliipata ama tumeipata, ambayo ni tulipewa tuzo kama mpishi mwenye huduma bora. Tuzo hii ya Tanzania Event Planners kwetu kwa kweli imekuwa ni mileage kubwa sana. Imetusaidia katika mengi. Kwanza inapunguza kujieleza, kwa sababu hii tuzo jamani, kwanza kama inavyoonekana ina hadhi na ina maelezo, kwa sababu imeandikwa. So hata ukiweka ofisini, mteja akija haulizi maswali mengi, anaisogelea tuzo, anasoma, anakuambia hongera, kumbe umepata hii tuzo. Hata hapa kazini nilipo leo, manake hapa tupo site, nimekuja na hii tuzo, na kwa kweli wateja wangu wamefurahi na wao pia wamenipongeza, kwa sababu wanafurahi, wanajua wanahudumiwa na mtu si tu kwamba ana chakula kizuri, lakini pia ana huduma nzuri na ameweza paka kutunukiwa tuzo. Sasa tuzo imebadilisha maisha yangu kwamba CV imeongezeka, lakini pia tumepata kazi zaidi mpaka ambazo ni international na ambazo ni nje ya mkoa na nje ya mji, ambazo zimekuwa hazihitaji maelezo mengi kueleza kwa nini umeweza kufanya hivyo. Lakini pia nilipata nafasi ya kulisha hii tukio la Tanzania Event Planners, ambapo nilihudumia watu wa huduma wenzangu, na nashukuru kwamba wao pia walinipongeza, kwa sababu tunajua nabii kubariki nyumbani jamani. So wenzako wakikupongeza ni jambo la kumshukuru Mungu, na kwangu linaonyesha kwamba kuna maendeleo, japo bado hatujafika tunapopatazamia, lakini kuna mahali tumesogea pale tulipokuwa. Na ushauri kidogo kwa wanatasnia wenzangu, na especially wale ambao ni chipukizi. Wote tulianza kazi pengine tukiwa hatuna vijiko, ama pengine tukiwa hatuna sahani, ama tunavyo vichache na havitoshi. Pia tulijiuliza itakuwaje. So maswali yalikuwa ni mengi, lakini kila jambo linahitaji uanze. So ningependa kuwatia moyo ambao mnaanza, nikisema anzeni hapo mlipo. Kama una kijiko kimoja, wewe azima vyombo. Kuna watu wanazimisha vyombo, anza. Kwa sababu watu hawali vijiko, watu wanakula chakula, watu wanakula huduma. Hiyo huduma yako ndio itakusaidia ili uweze kunyanyuka zaidi. So kwa watu ambao mko upande wa chakula, mimi nilianza nikiwa tu nina sahani chache sana. Nafikiri nilikuwa na sahani 30.
na nilikuwa tena sikuwa na vijiko actually. Hii kijiko uma kisu. Nilishangaa kumbe na sahani na sina vijiko. Nilishtuka naenda kupeleka chakula kwa mteja, sina vijiko. Lakini hivyo ndo tunavyoanza, kwa sababu nilianza hii biashara kwa kupenda tu, sio kama biashara. Lakini baadaye nikaamua kuigrow na kuifanya kama biashara, na sasa hivi inanipatia kipato. Lakini pia kitu kingine, fanya jambo lako kwa ubora. Unapoamua kufanya kazi na unapopata nafasi, itendee haki hiyo nafasi. Ukipika chakula, pika kiive na kiwe kina ladha. Yaani fanya kwa ubora. Hilo jambo litakuongezea max na utaona ukikua. Lakini pia shiriki matukio ya wenzako. Unaposikia fulani na jambo mahali fulani, hudhuria na wewe litakupatia max. Lakini usipenda kujifunza, yani usipende kujitenga, jichanganye. Ingia wanapofanya wenzako kazi na wewe jichanganye, utajifunza, hautatoka bure. Lakini pia siku hizi mitandao imeturahisishia sana. Kuna YouTube, unaweza kaingia huko ukasoma, lakini pia unaweza ukauliza, usiwe mwoga wa kuuliza. So wanatasnia wenzangu, mimi pia ni mtu ambaye napenda sana kujifunza, napenda sana kuuliza. Najua hapa nilipofika ni kidogo tu, bado sijafika. Kuna wakubwa ambao tunawatazamia, tumewakuta kwenye tasnia na bado tunawatazamia kwa mambo mengi. Tunawauliza vitu vingi na wengi wamekuwa very supportive. So hata mimi wanapenda kuwa supportive kwa mtu yote unayetamani kufanya catering. Nipo hapa, unaweza kaniuliza wakati wowote. Karibu Elpis Catering.